Mwanaume hata ukifunga na kuomba kuliko Musa, kuna maombi hutajibiwa mpaka mke wako amefurahi, mpaka ako kamama unakoishi nako, hata kama kanavaa wigi Januari mpaka Disemba, kamefurahi. Na kuna mwanaume unalalamika umelogwa kwa sababu vitu vyako haviendi, kazini una kibali, maisha yako chochote unachoanzisha kinakufa, unalalamika umelogwa. Hakuna aliyekuloga, ila ni kwa sababu kale kamama unakoishi nako kamebeba uchungu na maumivu na machozi. Unapoondoka kwenda kutafuta, machozi ya kale kamama yanabaki yanaanguka kwenye ardhi na yanalia kwenye ardhi. Unashangaa kila unachofanya hakiendi. Na wanaume wenzangu, unafahamu kabla hujaoa kuna vitu vilikuwa haviendi, lakini the day ulivyooa kuna mpenyo fulani hivi, kuna baraka fulani hivi ambayo iliachiliwa kwenye maisha yako. Kwa nini? Hawa wamama kuna aina fulani ya blessings ambayo iko juu yao, na ndio maana maandiko yanasema unapooa umepata kitu chema kwa Bwana, lakini pia unajipatia na kibali. Kwa hiyo hawa wenzetu wanakuja na favor, kibali. Sasa wewe ako kamama, hata tu kukatoa out, ni kweli una hela, si ukatoe hata ukakape mihogo lakini ya nje, sio mpaka umpeleke Serena hoteli, mpeleke hata mahali, nunua hata mihogo ya 100. Hawa wamama wanafurahi, na wakifurahi mioyo yao inafunguka, wakifunguka na maisha yako yatafunguka. Na kuna mwanaume unanisikiliza na kunitazama, unajiona bingwa kucheza na hisia za wanawake, na kuna machozi ya wamama 1000 mara 1000 yanakufuatilia. Tunakuombea mpaka umeshaota upala, hakuna kinachofunguka. Nenda katengeneze na kale kamama, kafurahi, kakutamkie neno moja tu, uone kama mambo yako yatafunguka. Hawa wamama Mungu amewapa baraka kwenye maisha yao. Na mimi naomba kamama, ukitolewa auti, kubaliana na uwezo wa mume wako. Hata asipokupeleka Serena hoteli, akakupeleka Kigoma mkale mihogo, lizika, ndio uwezo wake. Tamka neno la baraka, na hiyo baraka itakuwa juu ya huyo mwanaume